Yombo Manumbu, unashtakiwa kwa kosa la kuuzia wanafunzi mihadarati na gongo. Tena wanafunzi wa primary. Na nyumbani kwako umekutwa na mbwa jinsia ya kike ambaye baada ya vipimo imeonekana alikuwa anaingiliwa tena kila siku. Utaeleza mahakama imekuwaje mpaka ukaishi na mbwa na ukaishi na mfugo na kumfanya mkeo? Nilimfanya mke, mlikuja harusini. Leo ndo utajua kipi kilimtoa kanga manyoya. Ulikuwepo wakati anampukuta. Kwani wenyewe hawaasiliki, hawaumwi ngozi. Kushadadia tu ya wahenga. Na leo ndo utaeleza mahakama unaharibu watu na wanyama. Wewe huyo mbwa ndugu yako. Usipotoa maelekezo ya kutosha, utahukumiwa jela miaka 10 au faini ya shilingi milioni 5 na kifungo cha miaka 5. Yaani manyampala ni nyampule miaka 5, halafu nitoe hela. Wani nyampule tu miaka 10 hiyo, nikitoka miaka ishaenda inakaribia kupotelea huko, ukuta wanaume upo wazi, haijulikani walichungulia saa ngapi. Wakili, endeza mashtaka. Asante sana ndugu hakimu kunipa nafasi hii. Hii kesi iliyopo mbele yetu ni kesi ngumu sana na ni katili sana kwa watoto na wanyama pia. Na nitaanza na maswali kwa mshtakiwa kwanza. Yombo Manumbu, ni kwa nini uuzie wanafunzi gongo, bangi tena asubuhi? Mimi nilikuwa siuzi bangi wala pombe. Mimi nilikuwa nauza kile ni kifungua akili. Kama ilivyokuwa breakfast kifungua kinywa, ile ni blackhead kifungua akili. Wanafunzi wale shule hamjapeleza tu, wamezima bila kuwa boost hawamki. Walimu wanashangaa ongezeko la ufaulu limeongezeka, wanashangaa hawajui mimi ndo nachangia huduma ya kuchaji wanafunzi. Na wenyewe ndo wamenishtaki au walimu. Walimu wa pale hawanipendi kama nimeulia wazazi wao. Wakati kila mmoja akula kwa urefu wa kamba yake. Mbona jamani, mbona mmekuja mbona mnanionea? Wanafunzi mmeshasikia wameumwa, wamezimia. Mwanao mbona umpia au mwanao malaika? Kwa mtoto gani ambaye wakumgigida huo mwambano? Kwa sababu mimi booster yangu inaitwa mwambano. Naposema mwambano ni mwambano kweli, ni mwamba. Yaani mwamba kweli. Sasa nimpe mwanangu. Nguvu zangu za kiume zenyewe zishagoma kutafuta sehemu ya kujihifadhi na ziluzulisha tu chooni huko na vichakani. Haya nimezaa na nani? Msaada wangu hata kunitokea puani. Msaada gani wakati wapoteza watu? Mshtakiwa jeshimu. Jeshimu kwanza unafokeaje mteja? We mteja mshtakiwa. Bila mimi kuletwa au watu kama mimi ungekula mdomo tu. Da. Yule mbwa kwako anafanya nini? Analinda vitu. Kwa vitu gani vilivyokutwa ndani ambavyo analinda? Hivyo viatu pea mbili, moja kutokea moja chooni. Godoro lililoisha kama walikuwa naalia misibani wakabadilisha magodoro ya ofisi. Dumu zangu za kupakia bidhaa nikitaka kuzivundika. Na unavundika bidhaa gani? Sasa huo mwambano unadhani na uchuma. Divai yenyewe inapikwa. Mimi yangu navundika siku 2. Nikifunua siku ya pili muda huo ukionja unatumbua macho ukapui masaa mawili, macho yenyewe hayataamini alichokiona. Watengezea nini? Ni vingira, ni anazi. Nazi zile za kutupa, zile zenye rangi ya kijani, zile zilizooza, zilizoshindikana zile. Hizo sasa zinaoshwa kwa ukwaju vizuri tu. Natoa sumu, unaweka iliki, aliyokuwa harufu pilipili manga, alafu inakuwa nzito, unakunywa kama unakunywa uji. Maana ina ndizi pia kwa ndani. Pia kuna zile ndizi ni nzima, ila ni nyeusi. Kuna ndizi fulani hivi ina manundu kwa ndani, zingine kwa nje, ila ni nzuri. Hiyo ndio nzuri wa kulewesha, maana inakuwa ina hasira. Ina chunusi. Yaani mshtakiwa unajielezea kabisa, umetulia. Ulitaka luke ndio niongee. Mbwa aliyekutwa kwako ameingiliwa na nani? Itakuwa imebakwa na wenzie. Wenzie gani ulifunga mlango? Hapo sijui sasa, mngemuuliza mlengwa. Itakuwa kwa kameanza ukahaba, si kanajua kufungua mlango. Mheshimiwa, subiri nimalizie usipanic. Yombo, ulikosa mwanamke yule wa kiume. Mbona majibu yako unarahisisha sana? Kwa 2 kwa 3 mmenikamata na ushahidi. Bado mnanizungulusha. Hakimu, nadhani umesikia mwenyewe, inavyoonekana kiukweli mtuhumiwa anafanya hivyo vitendo na haogopi. Sasa naiachia mahakama. Huyu ni zaidi ya katili, hasa kwa wanyama. Wewe unawezaje kubaka mnyama? Na huyo mbwa amekuuma. Unasemaje wewe? Endelea na kazi ulosomea mama. Nisomee ulioandika. Afu kutokana makosa alokutwa nayo mshtakiwa Yombo Manumbu anashtakiwa kuhukumiwa miaka 5 jela na faini ya shilingi milioni 5. Nashtakiwa kuhukumiwa ndo nini? Sitaki kutoa hela. Nifungeni miaka yangu 10 ile. Niende gerezani huko. Yaani nitoe figo moja afu nilipe faini. Mshasema miaka 10, nitupieni huko tu miaka tu 10. Nataka miaka 10. Mahakama ndio imeamua upewe 5. Na hiyo faini mnalipia nyie. Na hilo wigi kapa ziara saluni. Mnifunge miaka 5, milioni 5 mtalipa na Mungu.